that we have seen the president talk about austerity measures from the government side. Would you like to tell us what are the steps you are doing to achieve this austerity that the president is talking about? The second question, I took liberty to go to Mukuru kwa Njenga myself, and I even posted myself in one of the WhatsApp groups of Bunge. The question I'm asking is, why was I denied entry into the houses that had been given to people? Mimi nilikuwa natarajia nitapata 1,000 people from Mukuru kwa Njenga wanaishi kwa hizo manyumba. Why was I denied entry? That's the last question I'm asking, but another one that has come in mind about the Hustler Fund. What are you doing to make sure that it helps improving the economy? Because as it is right now, it is not achieving that dream. It cannot even sustain the smallest business that can be built. One last question. Makofi. Haya, can we get a lady? Hakuna mrembo. So, thank you so much, spokesperson. So, my name is Nicholas, and mimi ni mtu wa 10 bila break. But when you see us asking questions na tukisimama kwa mvua, it's because we love our country. And one way of loving our country is criticizing the government when it's doing wrong. So I have a question yenye inaingia kwa ofisi yako directly. So sijui kama ni rumors, you'll tell us, because your office in 2024 budget ilikuwa 19.2 billion. The proposal currently is 36.2 billion. Oh, so in domestic travel, it was 5.5 billion. And currently, it's 7.3 billion. That's an agreement. In the midst of all this, tunajua kuwa kulikuwa na UHC workers, healthcare workers. In 2019, 5 years ago, were 8,571 healthcare workers walikuwa employed by the government kuingia the COVID war ya COVID-19. Na sasa hii hao watu hawajakuwa employed by the government, so what is the position on the government on that? And lastly, tunajua kuwa the only money that they need, these people wanahitaji around 3.5 billion. Then ya mwisho kabisa, kulikuwa na hao watu wanajiita our advisory council ya the president. Hao watu, their salary total ni 24 billion and their allowances is 33.2 billion. And the law inatuambia kuwa there is no way kuwa allowance ina exceed the salaries by 50%. So what's that? Haya, nafikiri wacha ni umesema unaitwa nani? Huyu Nicholas ni mtu wa propaganda. Na hii propaganda ametoka kwa mtu anaitwa Diana Gishengo wa the Institute of Social Accountability. Alienda pale Spice FM kudanganya watu. Kwa hivyo wewe Diana Gishengo, anyway, wacha nisipande jazba kidogo. Ngoja kidogo nijibu tafadhali. So that sasa hiyo ni uporojo. Ebu sikiza kidogo. Tusikize kidogo. My good people, do you know what is 36 billion? That's a lot of money. Hii ni ile pesa tumekuwa tukitafuta kule China ya kuanza kutengeneza mabarabara. Ofisi yangu hata haijafikisha budget ya shilingi milioni 100. So mtu ameenda amechukua makaratasi. I don't know kama wanafanya hivyo ndio fundraise. But I want to call out kwa sababu niliweza nikazungumza na editor wa Standard Group anaitwa Bundotich. Nikaongea na wao watu wa Spice FM akina Edna, this is on record. Huyo Diana ni mtu tunajuana Nyakairo, lakini hakuweza kunijibu. So Diana Gishengo, don't mislead Kenyans about, we don't have that kind of budget. Tumeelewana vizuri? Ofisi yangu hata haijafikisha milioni 100 budget. Ati niko na 19 billion za kutembea. Zitoke wapi bwana? I wish zingekuweko, mngekuwa mkiona nikipepea huko na wale. But we are now having austerity measures. Are we together? Hata ofisi ya rais mwenyewe haina pesa kama hiyo. Ikikuja kwa mambo ya advisors, pesa yao imereduciwa by 68 million. Umeelewa? Imereduciwa by 68 million. Mimi ofisi yangu ilireduciwa pesa nikicompare from last week by almost over 200 million.
kwa sababu hiyo ndio inaitwa austerity measures. Hata saa hii nataka nikimbie nikatafute chairman wa budget atandi nione kama atanihurumia kidogo, ndio nikujae kuwaonaona kidogo hapa. Tumeelewana vizuri hapo? So watu kuja kuleta propaganda na wakiitwa wakuwe accountable wanatoroka. Hawa ndio watu walikuwa wanataka kuincite wa Kenya ndio kukuwe na maandamano wengine waweze kufundraise. Tuambiwe poleni, wakati huu tumewajua vile mnafanya. Wacha tukuje kwa mambo ya Hustler Fund. Hustler Fund kwa sababu nimeulizwa na huyu Joakim, nimekuconfuse wewe na mtu anaitwa Aswani, ni vizuri kusema. Unajua pia anavaa kofia kama Karaila kidogo. Si Aswani tulikuwa naye kwa ofisi? Usiseme Mwaura ni muongo. Lakini nimekuona wewe ni mbonge sana, unafaa kuja pia unanisaidia madogo. Sasa wankanyakla. Wacha niseme hivi kwamba mambo ya Hustler Fund inasaidia watu wengi sana. Na uweze ukasema isaidii economy. Kwa nini? Tayari saa hii Wakenya zaidi ya milioni 25 wamefaidika kutokana na Hustler Fund. Tumepatiana zaidi ya bilioni 65. Na leo hii tunataka kuwaive pesa ambao Wakenya wameshindwa kulipa bilioni 6, tusamehe Wakenya. Kwa sababu watu wengine walichukua Hustler Fund wakapotea, wakaenda mitini. Tumeelewana na hata wengine nafikiri wako hapa. Sasa niko na ujumbe mzuri kwamba hiyo mmesamehe hiyo 6 billion. Lakini piga makofi hapo kidogo. Hiyo serikali inakujaza. Vile tu tumesamehea, vile ambavyo tumesamehea madeni ya kahawa, si ndio? Vile ambavyo tumesamehea madeni ya miwa, si ndio? Na ya miwa ilikuwa over 110 billion. Hiyo kahawa ilikuwa nyingi sana. Kwa sababu ya kusamehea madeni, saa hii kahawa yetu baada ya miaka 35 inatoka kutoka shilingi 50, saa hii 1 kilo inaenda mpaka up to 148 kilograms. 148 shillings per kilogram. Hiyo ni kumaanisha saa hii tumerudi kwa wale wanaitwa coffee millionaires. Na unaangalia zile counties zilikuwa zinafanya mambo ya inaitwaje? Kahawa. Saa hii ile inaongoza kuanza kupanda kahawa ni Uasin Gishu. Tumewapatia miche zaidi ya 1200 na tunawapatia by next year, by 2026 another 5 million seedlings waweze kuzalisha kahawa. Na Nandi na Trans Nzoia, si ndio? Hapo ndio tuko hapo kabisa. Jambo lingine pia, kama ukiangalia watu wa miwa, saa hii tani moja ilikuwa 4500, tunalipa 5300. Ukisema kuhusu mahasla wale factory workers, tulikuwa na deni ya 5.6 billion ya zile kampuni 4 za serikali. Ndio tuweze kuangalia mambo ya lease. Tayari tumelipa ile arrears ya wale wafanyikazi wa hizo factory shilingi milioni 600. Tumeelewana vizuri? Are we together? Pia tukikuja kwa mambo ya kamera, tuko na atijaba, stories za jaba wewe namna gani wewe? Na kucheki. Lakini nyinyi watu wa Kanairo na Walombo top. Haya. Acha niseme hivi. Wase. Kumi bila break. Sema tutam. Haya sawa basi sawa. Haya hapa sawa. Haya sawa. Sasa wacha niseme hivi. Nikikuja kwa miraa kuna aina 3. Okay? Watu walikuwa wananunuliwa miraa kilo moja 200 bob. Kwa sababu kumekuwa na makatela ambao wanaenda wanauza hiyo 4000. Lakini ile guaranteed minimum return, tunasema quality ya kwanza grade 1 itakuwa ikilipwa kutoka shilingi 700 mpaka 1300. Grade 2 italipa kutoka shilingi 300 mpaka shilingi 700. Na kuna aina nyingine ya 3 inaitwa Alil ambayo italipwa kutoka Alele. Kumbe unazijua wewe ni wa Alele au uko na Alele? Uko na Alele na kuona mzee wa Alele. Hiyo nayo sasa inatoka inaitwa so 5 lakini itafika dhao. Unacheki na nikisema dhao niko na rangi ya dhao. Umeelewa hapo Sasa niseme hivi. Haya ndio mambo ambayo tunaangalia. Unajua saa nyingine wasee wananiambia wewe Mwaura tumekuachia jua. Ati wewe unaongeanga tu wakati wa mvua. Unasema kuna kaukweli kwa sababu kumenyesha leo. Lakini kama kuko
Raila walishikana na William Samoei Ruto, the first thing yenye walisema ati watashughulikia watu.